Wanandoa. Amani iwe nawe msikilizaji wa Radio Safina mahali popote pale ulipo. Ni Alhamisi tena ninakualika kusikiliza kipindi cha Wanandoa, darasa huru la wanandoa ambalo linatoa maarifa namna mbalimbali ya kuishi katika ndoa. Na kupitia kipindi hiki hakika wengi wamefunguliwa, wengi wameelewa jinsi ya kutatua changamoto mbalimbali katika ndoa zao. Karibu sana msikilizaji. Mwenyeji wako ni Agnes Mayagila wa Elifuraha, na leo tunaendelea sehemu ya pili ya simulizi yetu ya mwanamke asiye na hekima. Tunaongozwa na kitabu cha Methali 14 mstari wa kwanza, kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Simulizi yetu juma lililopita ilishia wakati Aira akiongea na simu. Wakati huo mume wake Olof akiwa ameyasikia maneno aliyozungumza, ndipo akaichukua ile simu yake ili kusikia walichokuwa wanazungumza kwenye ile simu. Kwa maoni na ushauri tuandikie katika nambari ya 0744925926 0744925926. Sasa tuendelee sehemu ya pili ya simulizi yetu. Baada ya Olof kuchukua simu ya mke wake Aira, aliweka loudspeaker yule kiongozi akisema, huyo mume wako atakuwa amevamiwa na mapepo, sio siri. Hivi hajui maombi yako ndiyo yanamfanya afanikiwe? Umempikia chakula, anakuzilia. Wawapi huyu? Shoga, mbona umenyamaza? Vipi umezirai? Olof akamjibu, endelea kuongea, anakusikia. Kiongozi kwa hofu akaita, shemeji, akakata simu. Bwana Olof akamgeukia mke wake, hivi Aira, unanichukuliaje? Yaani huna unachokifanya nyumbani, kanisani unajidai kuwa ni mwanamke hodari, mpaka mnanijadili kuwa nina mapepo. Hivi yakiniingia ndiyo itakuwa furaha yako? Sijui umewambia mangapi kuhusu mimi, au umeambiwa kuwa kwako mimi sifurukuti, au sio? Je, ningemweleza ulivyo hapa nyumbani, ungethubutu kurudi kanisani? Haya, endelea na tabia yako. Nilishakupa muda, ukiisha nitafanya maamuzi magumu. Hutaamini. Bwana Olof akaondoka akaenda kulala. Muda mfupi baadaye Aira akaanza kulalamika, sasa ona, chipsi zangu zishapoa, hata hamu ya kula imeisha. Woi, ngoja niachane nazo nikalale. Lakini huyu mwanaume katoa wapi hili gubu? Yaani namletea chipsi tamu hataki kula. Mwanaume wa wapi huyu? Lo, yaani mimi nitoki kazini, niende kanisani, nirudi kupika, atakula. Kama hataki atajiju mwenyewe. Mimi mwendo ni ule ule, kanisani nyumbani, kanisani nyumbani. Tuandikie maoni yako 0744925926. Tunapozungumza kwa habari kwenda kanisani, hakuna anayekataa kwenda kanisani. Hakuna mwanaume anayezuia mke wake kwenda kanisani, lakini unapotoka kanisani natimiza majukumu yako. Endelea kuandika maoni yako katika nambari ya 0744925926. Aira akainuka, akaenda kulala, akamkuta mume wake Olof ameshasinzia, akapanda taratibu akalala. Asubuhi na mapema wakaamka kwenda kazini. Bwana Olof hakuwa na hasira, akamsemesha vizuri tu mke wake, wakaondoka kila mmoja kazini kwake. Mchana huo Olof aliwahi kurudi nyumbani kuliko mke wake, na hakula chakula kazini akisema, leo naenda kula nyumbani. Muda mfupi baadaye Aira naye akaingia, akastaajabu kumkuta Olof nyumbani. Olof akamwambia, usishtuke wife, leo nimerudi mapema, nataka tushinde wote hapa, na istoshi nimemisi sana mapishi yako. Sijala hata kazini, hapa nina njaa balaa, nataka leo tupike wote. Aira akabinua mdomo, jamani mume wangu, leo tulipanga kuwahi kanisani kwenye kikundi cha wanawake.
Tuna darasa maalum la mabinti na mimi ndiye mwalimu. Naomba hani nikuletee chipsi please. Niende na pia leo tunamkesha jamani, usinizuie. Olof akamwambia, unaenda kuwafundisha mabinti wakiolewa wasifanye kazi nyumbani kwao? Kila siku wakalete vyakula vya vibandani. Vumbi limejaa tele kutoka uvunguni hadi sebuleni. Nguo zao zifuliwa na wapita njia. Ingekuwa mnaenda kufundishwa ningekuruhusu. Sasa wewe unaenda kuwapa nini ambacho huna? Hutoki hapa, full stop. Na sitaki kusikia chochote kutoka kwako, mpuuzi wewe. Ira akatoka mbele ya Olof kwa hasira, akaingia chumbani kwenda kulia, akimwambia Mungu kuwa aingilie kati ndoa yake, kwa kuwa imevamiwa na shetani kupitia mume wake. Wakati akilia, bwana Olof aliingia jikoni, akapika chakula chepesi, akala, akambakishia na mke wake, maana alimpenda sana. Tatizo la mke wake, alimpuuzia na kupuuzia majukumu yake nyumbani. Olof alipomaliza kula, alienda kuketi nje bustanini, akitafakari juu ya ndoa yake na kuwaza namna anavyoweza kufanya ili mke wake amuelewe kuwa hamzuii kuabudu, bali anataka mwanamke anayejitambua. Akiwa bustanini, alimsikia Aira akiongea na simu. Maneno yaliyosikika yalikuwa hivi: mwenyekiti, na kuomba uongee na mabinti na pia uambie wanawake waniombee sana. Ndoa yangu haina amani, hali imezidi kuwa mbaya, na hapa nimekatazwa kutoka na nimetukanwa sana. Hapa nimeshalia kwa Mungu sana. Kama ikibadilika nitakuja. Kwa sauti ya mbali isiyosikika nje, mwenyekiti alimwambia Aira kuwa itabidi wanawake tuje nyumbani kwako tuongee na mume wako. Mimi sidhani kama mume wako anakuzuia bure. Kuna uwezekano mkubwa mume wako ana matatizo makubwa, au wewe mwanamke mwenzetu una matatizo makubwa. Tusiwe tunajitabisha hapa kuomba, kumbe ni mambo ya kumaliza kwa kuongea. Aira akakasirika, akasema, kwa hiyo mimi kujitoa kote kwa ajili ya kazi ya Mungu, unasema hamwezi kujitabisha kuniombea? Makubwa. Sikutegemea kusikia maneno kama haya kwako mwenyekiti. Mwenyekiti akataka kujieleza amemaanisha nini. Aira akakata simu na kuachia kilio kikubwa. Bwana Olof kule nje akasema, kimeumana. 0744925926. Methali 16:18 inasema, kiburi hutangulia maumivu na roho yenye kutabisha hutangulia maanguko. Nini kiliendelea? Fuatana nami Agnes Mayagila wa Ili Furaha juma lijalo, muda na wakati kama ilivyokuwa leo. Punde tu nitasoma ujumbe wako.